Yes, mambo vipi? Karibu kwenye Tan Select, na hii ndio sehemu pekee ambayo tunaenda kuangazia filamu kali na series ambazo zilizowahi kutazamwa na kupendwa zaidi. Yes, na ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usiache kusubscribe, comment and share. Tudondoke tukacheki filamu ambazo zilizotazamwa zaidi kwenye Netflix, Prime Movies, Amazon pamoja na platform zote za movie mwaka 2024. Let's go. Namba 10, Atlas. Hii ni series movie yenye hadithi ya kisayansi ya mwaka 2024. Iliongozwa na director Brad Peyton na nyota Jennifer Lopez kama Atlas Shepard. Mwanadada huyo alikuwa ni mtaalamu wa kijasusi asiye na imani kubwa na akili bandia. Hadithi hiyo ilifanyika katika ulimwengu wa siku zijazo ambapo AI na wanadamu wanahusika katika mzozo wa muda mrefu. Baada ya kutumwa kumkamata robot aliyeasi anaitwa Halan, Atlas alilazimika kuiamini sauti ya AI Mecha ili kumkamata Halan. Filamu hii ya Atlas ilitolewa mnamo Mei 24, 2024. Filamu hiyo iliongoza kwenye chati za Netflix duniani kote kwa kutazamwa mara milioni 72.7. Licha ya umaarufu wa kibiashara, Atlas ilijitahidi kushinda watazamaji kutokana na ukosefu wa hadithi kama hii yenye ubunifu. Hata hivyo, uchezaji wa Lopez uliusukuma Atlas kupata usikivu wa ajabu na kuangaliwa zaidi duniani kipindi cha wiki ya kwanza Atlas kutolewa. Namba 9, Society of the Snow. Na hii ni filamu ya mwaka 2024 iliyoongozwa na director J.A. Bayona. Filamu hii inasimulia matukio ya kutisha ya maisha halisi, inayoeleza mkasa wa mwaka 1972 wa ndege ya Uruguay Air Force Flight 571 katika milima ya Andes. Inasimulia masimulizi ya walionusulika ambao wanaopambana na baridi kali, njaa na upweke kabla ya kulazimika kufanya maamuzi yasiyofikirika kuendelea kuishi. Na filamu hii ilionyeshwa kwa mara ya kwanza Januari 24. Filamu hiyo ilipata umaarufu mara moja kwenye Netflix na kufikia $10 za kila wiki, na filamu hii imetazamwa na watu zaidi ya milioni 75 katika wiki 4 tu za kwanza. Kitu pekee kilichovutia kwenye hii filamu, ilichezwa na watu ambao sio maarufu na ni hadithi ya kutia moyo, uvumilivu na azimio la mwanadamu. Namba 8, Family Affair. Na hii ni comedy movie ya mwaka 2024 iliongozwa na director Richard Rugranis, ikishirikishwa na Nicole Kidman, Zac Efron na Joey King. Filamu hii inahusu mwigizaji wa filamu aliyehusika na ubinafsi Chris Cole na katibu wake wa kujitolea Zara. Mambo yalianza kuwa magumu baada ya Chris kumchumbia Brock, mama yake na Zara, jambo ambalo husababisha matukio kadhaa ya aibu ambayo yaliyosumbua uhusiano, kazi na familia. Filamu hiyo ilikuwa filamu iliyotazamwa zaidi Netflix katika mwezi wa kwanza ilivyotolewa, ikiwa na watazamaji zaidi ya milioni 75.8. Namba 7, Beverly Hills Cop. Filamu hii ya vichekesho ya mwaka 2024 ambapo Ed Murphy anaigiza uhusika wake wa zamani wa detective AXLF. Hadithi inahusu kurudi kwa AXL huko Beverly Hills ili kumtetea Jenny ambaye ni binti yake aliyetekwa na mafia wa madawa ya kulevya mwenye jeuri. AXL aliungana na washiriki wake wa zamani ili kudhibiti ufisadi na shughuli za uhalifu. Filamu hiyo ilitazamwa na zaidi ya watu milioni 76 na ilitolewa Julai 3, 2024. Namba 6, Under Paris. Hii ni horror thriller movie ya kutisha ya mwaka 2024 iliongozwa na director Xavier Jones. Filamu hiyo inahusu wanasayansi wa baharini Sophia ambaye anahamia Ufaransa kufuatia kumpoteza partner wake na wafanyakazi wake waliochukuliwa na shark. Miaka kadhaa baadaye, Sophia anapewa taarifa na mwanamazingira Mika kwamba papa yule amepatikana katika mto Seine huko Ufaransa, kwa kipindi ambacho jiji hilo linajitayarisha kwa tukio kubwa la triathlon, yani uogeleaji. Sophia na Mika wanajikuta katika vita dhidi ya muda ili kuzuia shambulio la papa huyo katikati ya mji wa Paris. Filamu hii ilitolewa tarehe 5 Juni 2024 ikiwa na watazamaji zaidi ya milioni 84. Filamu hiyo kwa sasa ni moja ya filamu kubwa sana duniani. Namba 5, The First King. Hii ni filamu ya kihistoria iliongozwa na director Matteo Ravia. Filamu hii iliwahusu ndugu ambao ni mapacha Romulus na Remus wenye umri wa miaka 18 ambao wanaishi pamoja kando kando ya mto Tiber. Kwa bahati mbaya, utulivu wao ulivurugika ghafla wakati wa mto Tiber ulipofurika na kuchafuka, wote wawili pamoja na wanyama wao. Hii ndio inaitwa toroka kifo, lakini wanajikuta wakiokolewa na kutekwa pamoja na kuuzwa kama watumwa kwenye ufalme wa Alba.
Araba ambako walifanywa kupigana wao kwa wao. Wakati huo Romulus amepanga uasi wa kukimbia na watu wengi ili kuvuka mto kuelekea ng'ambo ya pili na kujenga mji mpya. Kwa bahati nzuri alifanikiwa hatimaye na anapanda hadi cheo cha kamanda wa waasi. Baadaye pacha wake Remus kuanza kuamini kwamba Mungu ana upendeleo. Ni filamu nzuri zenye taswira ya kustaajabisha, njama za kivita, matukio ya kivita ambayo yana uhalisia wa ajabu. Filamu hii inakadiriwa kutazamwa na watu zaidi ya milioni 74 kwenye mitandao yote ya movie. Yes, mambo vipi? Mimi naitwa DJ DK. Ili uwe wa kwanza kufuatilia video zetu, usiache kusubscribe, kucomment and share. Bye bye.